kuna Wakristo wengi leo ambao wamesahau kwamba ufalme wa Mungu unaanza kuishi hapa. Kwa wao wanadhani kwamba mpaka pale watakapokufa na kufufuka baada ya Yesu kurudi ndipo watakwenda kurithi ufalme wa Mungu. Kumbe tunaanza kuenjoy na kuishi ufalme wa Mungu hapa. Ndio maana tunaandikiwa ya kwamba kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 mpaka wa 10 anasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Mstari wa 10 anasema, ukawafanya kuwa ufalme wa makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Maana yake wewe umekombolewa. Moja kati ya kusudi la Yesu kukukomboa pale msalabani ni pamoja na wewe kumiliki juu ya nchi. Unapoona mazingira yanakutawala, hautawali mazingira. Unapoona na wewe unaenda na msimu wa watu wengine wakiwa wanalia fedha hakuna, na wewe unaenda pamoja nao, kuna shida mahali. Haleluya watu wa Mungu. Moja kati ya kusudi lililomfanya afe msalabani ni hili ambalo linatajwa mstari wa 10 la kumiliki hapa. Anasema ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Ni nini maana yake ufalme na makuhani? Maana yake wewe baada ya kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tayari ukagongwa chapa ya uzao wa Ibrahimu katika imani. Kivipi? Kwa sababu kwenye viuno vya Ibrahimu ndiko walikotoka makuhani na wafalme. Uzao wa Yuda ambao walikuwa ni wafalme, afu uzao wa Lawi ambao walikuwa ni makuhani. Kwa hiyo hapa napozungumza ya kwamba ukawanunua watu wa kila kabila, manake na mimi Msukuma nimo, na wewe Mchaga umo, na wewe Muhaya umo, na wewe Muha umo. Manake kila kabila, kila jamaa na kila taifa, kwa damu ya Yesu, kwa kuchinjwa kwake tukanunuliwa. Alafu tukaunganishwa kwenye uzao wa Ibrahimu kwa imani kupitia lile tendo. Lakini lengo lilikuwa ni nini? Sisi tuje tu control mazingira, sio mazingira tu control. Sisi tuje tu control ardhi, sio ardhi tu control. Manake sisi hatutaendeshwa na msimu.